tuna akili, tunafanya mambo kwa kitendea kazi cha akili. Naam, hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sisi wanadamu na majini ambao tumekalifishwa na Mwenyezi Mungu, ametuumba kwa lengo la kumwabudu yeye. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, wale ambao wataishi nje ya lengo hili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la kuwaumba watu na majini ili wamwabudu, wale ambao hawatamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa watu na majini, Mwenyezi Mungu atuambia inni wal insa wal jinn la fi naba'in adhim, hakika yangu mimi Mwenyezi Mungu na watu na majini siku ya kiyama, la fi naba'in adhim, takuwa katika habari kubwa, takuwa katika habari kubwa, takuwa katika habari kubwa. Hakika yangu mimi na watu na majini, watu ambao nimewaumba ili waniabudu halafu wasiniabudu, majini ambao nimewaumba ili waniabudu halafu wasiniabudu, siku ya kiyama, la fi naba'in adhim, inni wal insa wal jinn la fi naba'in adhim, hakika yangu mimi Mwenyezi Mungu na watu na majini, la fi naba'in adhim, takuwa katika habari kubwa mno. Sababu gani? Akhluqu wa yu'badu ghairi, mimi Mwenyezi Mungu ndiye nayeumba, matokeo yake anaabudiwa si kwa mimi, ni kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimewajalia masikio wapate kusikia, wapate kusikia yale wanaoambiwa na manabii yanayotoka kwangu. Wanasikia alafu wananikufuru, wanasikia halafu wananikanusha. Nimewajalia macho, wanaona, wanatazama, wanaangalia, watazame ishara, watazame dalili, watazame hujja mbalimbali, kisha hawazingatii. Macho hayawasaidii kuziona ishara zangu wapate kuniabudu. Inni wal insa wal jinn la fi naba'in adhim, akhluqu wa yu'badu ghairi, ni Mwenyezi Mungu ndiye anayeumba, ndiye waumba,
ndio niliumba kila kitu. Wa yu'badu ghairi, na naabudiwa asiyekuwa mimi. Arzuqu wa yushkaru siwai, ninaruzuku mimi, ndiye ninaye waruzuku. Anayeshukuriwa ni mwingine asiyekuwa mimi. Tutakutana siku ya kiyama. Inni wal insa wal jinna la fi naba'in adhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndo Ar-Razzaq, yeye ndiye mwenye kuruzuku. Arrizqu biyadillah, riziki iko mkononi mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha arzuqu wa yushkaru siwai, ninaruzuku mimi kuwaruzuku waja wangu, kuviruzuku viumbe vyangu, wanadamu, watu na majini, ninawaruzuku mimi. Wa yushkaru siwai, na anashukuriwa asiyekuwa mimi. Maana yake nini? Ni kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Khairi ila al-ibadi nazilun, kheri zangu kwa waja ni zenye kuwashukia kila leo. Wa sharruhum ilayya sa'idun, na shari zao kwangu mimi ni zenye kupanda. Mwenyezi Mungu anatuteremshia kheri zake. Wako wachache wanaomshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wengi wanamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuteremshia kheri zake kila siku, na yanayopanda kwake. Wa sharruhum ilayya sa'idun, na shari zao kwangu mimi ni zenye kupanda. Bilaks, Mwenyezi Mungu anateremsha kheri, waja wanafanya matendo maovu. Matendo maovu ndio yanayopanda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuletea mema, sisi tunazikabili zile neema za Mwenyezi Mungu na yale mema Mwenyezi Mungu bil isaa, kwa kufanya ubaya. Inni wal insa wal jinn la fi naba'in adhim, hakika yangu mimi Mwenyezi Mungu na watu na majini siku ya kiyama tutakuwa katika habari kubwa kabisa. Naam, maelezo haya ni marefu, tutosheke na haya katika kuelezea neema hizi ambazo ametuneemesha nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajibu wetu ni kuzikabili neema hizi kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hapa anatukumbusha neema zake ambazo ametuneemesha nazo. Tunatakiwa sisi tuwe na matumizi mazuri ya neema hizi ambazo Mwenyezi Mungu atuneemesha nazo. Haya masikio haya tusikie maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, ili tuwe ni miongoni mwa watu walioongoka, ili tuwe ni miongoni mwa watu wenye akili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha macho, tutazame yale ambayo sisi tunapaswa kutazama kwayo, kwa neema hii ya macho. Tusitazame vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haridhiki.
na hapendezwi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tusikie yale ambayo Mwenyezi Mungu anaridhia sisi tuyasikie yale, na anapenda Mwenyezi Mungu sisi tusikie hayo ya kusikia, lakini tusitumie masikio kusikilizia yale yanayomchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusiyatumie haya macho kutazamia vitu vya haramu ambavyo Mwenyezi Mungu ametukataza, lakini tuyatumie macho haya tutazame Qur'ani na tuisome Qur'ani. Tutazame, yatusaidie macho hayo, tuende tukatafute riziki za halali, tuyaendee yale mambo ya halali kwa neema ya macho. Lakini nyoyo hizi zitusaidie, nyoyo hizi kuzingatia na kuelewa. Twendeni tukampwekeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ule ufahamu wetu na uelewa wetu, tukamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya nyoyo. Viungo hivi, viungo tuvitumie, viungo vyetu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mikono hii itusaidie kufanya kazi ambazo za kutafuta riziki za halali, na chochote kingine ambacho ni kazi ya mikono, basi tuchunge mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusifanye shughuli ambazo shughuli hizo kwa misaada ya viungo hivi ambavyo Mwenyezi Mungu atupatia mikono. Tusitumie hii mikono katika kufanya maasi. Lakini miguu, twendeni katika sehemu za kheri, twendeni katika maeneo ya kheri, tukawatembelee wagonjwa. Twendeni misikitini, twendeni madrasa, twendeni shambani, twendeni sehemu ambazo tutatafuta matlaba yetu, lakini ndani mwake Mwenyezi Mungu awe anapenda kutuona katika maeneo kama hayo. Mwenyezi Mungu atukute katika maeneo ambayo Mwenyezi Mungu anapenda atukute katika maeneo hayo, kwa kutumia miguu yetu hii huko tuliko, kwa vitendea kazi. Mguu mosi, mguu pili, mpaka huko ulikofika huko Mwenyezi Mungu akukute katika eneo ambalo Mwenyezi Mungu anapenda. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atukose pale ambapo hataki kutuona. Mwenyezi Mungu atuone pale ambapo anapopenda na anaporidhia kutuona katika maeneo kama hayo. Na Mwenyezi Mungu atukose katika maeneo ambayo Mwenyezi Mungu hataki sisi tuwepo katika maeneo kama hayo. Naam. Mufassiri wetu ametuongoza, asema Kul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum, ay qul ya Muhammad, sema ewe Muhammad, lihaula'i almukadhibin, kuambia hawa wenye kukadhibisha, almuanidin, hawa muanidun, min ahli Makkah, miongoni mwa watu wa Makkah, akhbiruni, nielezeni, law adhhaba Allahu hawasakum, law Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataondosha masikio yenu, macho yenu, fa asammakum, Mwenyezi Mungu akakufanyeni viziwi, wa a'makum, na Mwenyezi Mungu akakufanyeni ni vipofu, wa khatama ala qulubikum, ay taba ala qulubikum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapiga muhuri juu ya nyoyo zenu, maana akaziziba nyoyo zenu, hatta zala anha al-aql, mpaka akili ikawa iko mbali, walfahamu, fahamu ikawa iko mbali. Kwa hiyo kumbe moyo ndio ambao akili hufanya kazi vizuri na kufahamu vizuri. Kwa sababu ya nini? Ya moyo. Sasa Mwenyezi Mungu akaupiga muhuri ule moyo, akauziba huku na huku,
akili ikawa haipo, maana akili itakuwa haipo, itakuwa haina kazi, fahamu itakuwa haipo. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bi, ai hal ahadun ghairullah, je, kuna yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu, yakdir ala ruddi dhalik, anaweza juu ya kurudisha masikio ambayo Mwenyezi Mungu amenyakua, macho ambayo Mwenyezi Mungu amenyakua, moyo ambao Mwenyezi Mungu ameupiga muhuri. Manake mkawa hamsikii, hamuoni, hamfahamu, hamuelewi chochote. Je, kuna yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu anaweza kukurudishieni baada ya Mwenyezi Mungu kuvichukua hivyo akawarudishia nyinyi? Undur kaifa nusarrif al-ayat thumma hum yusrifun, ay undur kaifa nubayyin wa nuwaddih al-ayat. Angalia, tazama namna gani tunapozibainisha ishara, namna gani tunapoziweka wazi ishara adala ambazo ni zenye kujulisha ala wahdaniyatina, juu ya upekee wetu. Thumma hum ba'da dhalika yu'riduna anha, kisha wao baada ya yote hayo, baada ya ishara zote hizo, dalili zote, hoja zote hizo, wao wanazikataa kwa hawana mazingatio. Fala ya'tabirun, hawazingatii. Naam, tunaendelea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, qul, sema ewe Mtume Muhammad, araaitakum, ndio hapo kum adhabullah, ikikuijieni adhabu ya Mwenyezi Mungu, ikikufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu, baghtatan, ghafla, au jahratan, au ikakuijieni adhabu ya Mwenyezi Mungu dhahir, wazi wazi kabisa. Hal yuhlaku illa alqaumu adh-dhalimun, adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaposhuka, inapowafikia watu, inapoingia watu ghafla, au ikaja wazi dhahir, yani ghafla bila kutarajia. Jaharatan, ikaja wazi, kukawa na ukame, mvua hainyeshi, mazao yanateketea, yanaangamia. Na wa fi samai rizqukum, Mwenyezi Mungu asema mbinguni ndio kuna riziki yenu. Sasa mvua hainyeshi, hapo dhahiri kwamba tutakosa chakula. Lakini kuna adhabu inakuja ghafla. Hii jaharatan ni kama hivyo, sawa? Yani kuna vitangulizi, vitangulizi, yani zile kanuni zile, sawa, ndizo ambazo zinatupa sisi kwamba kikija hiki, sawa, basi tunatarajia kupata kitu hiki. Kikikosekana kitu hiki, manake
hatuwezi kupata. Sasa adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna adhabu ya ghafla bila ya mtu kutarajia. Sasa ile jahara au jaharatan ni vile ambavyo vinavyokuja kwa kanuni. Mvua ikinyesha, sawa, tutalima, tukilima tutapanda, mvua itaendelea kunyesha, mazao yale tuliyopanda yataota, mvua inaendelea kunyesha, mazao yale yafanyaje? Yanakuwa, yanastawi, hatimaye tunavuna. Sasa mvua hainyeshi, manake hatuwezi kulima, na tukilima, tukipanda, mbegu zile haziwezi kuota, na zikiota kisha mvua isije, mazao yale yatakauka. Nini kinafuata hapo? Hatuwezi kuvuna. Kama hatuwezi kuvuna, hakuna ataakum. Kul, sema ewe Mtume Muhammad, waambie, niambieni, araaitakum, maonaje? Niambieni, araaitakum, maonaje? In atakum adhabullah, ikikufikeni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa ghafla, baghtatan, kwa ghafla, bila ya kutarajia, au jaharatan, au ikaja wazi, kwa viashiria ambavyo tayari vimeshatangulia. Hal yuhlaku illa alqaumu dhalimun, hapa maana yake hawawezi kuangamizwa isipokuwa watakaoangamizwa ni watu madhalim. Je, wataangamizwa? Maana hapo ni kwamba watakaoangamizwa ni madhalim. Hal yuhlaku illa alqaumu dhalimun, maana wataangamizwa watu madhalim, ndio watakaoangamizwa. Qul ara'aytakum in ataakum adhabullahi baghtatan aw jahratan, ay qul, sema ewe Mtume Muhammad, li haula'i mukadhibin, kuambia hao wenye kukadhibisha, akhbiruni, nielezeni, in ataakum adhabullah, ikikujieni adhabu ya Mwenyezi Mungu, al-ajil, manake hapa duniani, faj'atan, ikaja ghafla, mtafsiri, au ayanan, au ikaja ayanan, waziwazi kwa kuiona, sawa sawa. Billaili, ikaja usiku, au nahar, au binnahar, au mchana. Hal yuhlaku illa alqaumu dhalimun, bimaana an-nafyu. Hal itakuwa ni ma, bimaana an-nafyu, sawa. Hal yuhlaku, yani ma yuhlak, hawaangamizwi kwa adhabu, ma yuhlaku bil adhabi illa antum, hawaangamizwi kwa adhabu isipokuwa nyinyi. Kina nani? Nyinyi makafiri, nyinyi mushrikuna. Kwa nini muadhibiwa nyinyi? Liannakum kafartum, kwa sababu nyinyi mmekufuru, wa anadtum, na mmefanya inadi. Hapa tukithirisheni sana nyiradi, kama ambavyo tunavyowahimiza siku zote. Tukithirisheni sana nyiradi. Adhabu za Mwenyezi Mungu hapa duniani zipo,